unadanganya umma. Kwa hiyo ndio hivyo. Dokumenti ziko wapi? Mbona unadanganya? Unakuomba. Dokumenti ziko wapi? Unakwenda unaongea tu. Dokumenti ziko wapi? Tuonyeshe dokumenti za hii nyumba. Tuonyeshe dokumenti za hii nyumba. Umeshaona wenyewe. Tuonyeshe dokumenti za hii. Ropai Online TV. Ndugu mfuatiliaji na mtazamaji wa Ropai Online TV, tuko Moshi Kilimanjaro, majengo kwa Mtei hapa. Tunaona umundani nyumba hii imevunjwa na vitu vimeweza kutolewa ndani, kwa sababu nyumba hii ilikuwa ina kesi ya muda mrefu sana, lakini mama ambaye ndo mmiliki halali wa hii nyumba, yeye aliweza kushinda kesi, lakini watu ambao walikuwa wakiishi kwenye nyumba waligoma kutoa vitu vyao. Sasa leo tumeona sambamba na vyombo vya usalama wamekuja kutoa vitu hapa majengo kwa Mtei. Wako majirani wengi sana. Mimi si mzungumzaji sana, nitaweza kuzungumza walau kwa uchache. Niambie ndugu yangu, kwema kabisa? Kwema kabisa. Madhubuti? Salama kabisa. Bwana, wanakufahamu kama nani? Mimi wananifahamu kama Godfrey Michael Msigwa. Ni msaidizi wa mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Independent Agencies and Court Broker Limited, ambao ni madalali wa mahakama. Okay, sawa. Unaweza kutusimulia kidogo ili kuwaje leo hapa mpaka tunaona geti limevunjwa, milango imevunjwa, madirisha yamevunjwa? Kwa kuwa mimi sio msemaji sana wa kampuni na mkurugenzi yupo, ningeomba nimuite mkurugenzi alitotolee ufafanuzi kidogo kisheria. Sawa. Asante sana. Hapa tunaitiwa mkurugenzi moja kwa moja, anakuja kutoa ufafanuzi wa kisheria kabisa. Habari yako mkuu? Salama. Kwema kabisa. Kwema kabisa. Unafahamika kama nani? Mimi naitwa Newton Makwale. Okay, sawa bwana Newton Makwale. Unaweza kutueleza leo situation nzima ilivyokuwa mpaka kufikia hali hii? Kwa ufupi, mimi ni dalali wa mahakama mkoa wa Kilimanjaro. Hii ni amri ya mahakama. Ni kwamba ilikuwa inahusiana na mambo ya tunasema ya kifamilia. Ni kwamba hawa wahusika, mwanamke na mwanaume, walikuwa wanaishi pamoja. Lakini mwanamke awali alikuwa ameolewa na mume mwingine, kwa hiyo akafa. Sasa sehemu ya pesa aliyopata mwanamke yule mjane ndio alinunua hii nyumba. Hii hapa. Kwa hiyo akamkaribisha mpenzi wake. Hasa mpenzi wake naye baadaye akamfukuza. Yaani mwenye nyumba anafukuzwa, ambaye ni mwanamke. Yeye ndio akahodhi. Kwa kesi zikaanza mahakamani mpaka mahakama kuu. Wiki 3 zilizopita nimemwandikia notice ya siku 14 aondoke hapa kwa ajili ya aiache nyumba wazi. Lakini amekuwa mkaidi. Kwa hiyo ilipofika jana nimetoa taarifa kwenye vyombo husika kuanzia tunasema vya usalama. Nikamwalika mtendaji wa kata ya Mji Mpya aje ashuhudie zoezi langu, na kopi nikampa mwenyekiti wa mtaa wa Sokoni, alafu kopi mkuu wa wilaya Moshi, kopi nyingine OCD na OCD Moshi na OCS Majengo. Bahati nzuri mimi nikaenda kwa mkuu wa polisi wa wilaya Kaimu, Mr. Rujio, nikitaka anisaidie hata mpigie simu mhusika kwamba sisi kesho tunakuja. Kweli akampigia simu akampata, na alivyompata akamuuliza ni nani, akamwambia mimi ni afande fulani. Tunakuomba kesho utoke kwa sababu dalali anakuja. Yeye kwa ufupi nitajua mwenye kesho itakavyokuwa. Basi mimi nimefuata taratibu, nipona hajatoka. Leo nimeanzia kwa mtendaji kata. Nafikiri ndio huyo hapa unayemwona. Huyo hapa naye tukatoka tukaja kwa mwenyekiti wa mtaa huu wa Sokoni, ambaye ni mzee ametoka wanasimamia hapa. Kwa na viongozi mbalimbali wakakusanyika. Kwa hiyo ndio tulipofika hapa tunagonga, wakawa wanatuchungulia madirishani. Sasa hii yuko na familia nyingine tayari. Alishaoa. Sasa uone unaolea nyumba ya mwanamume mwenzako, uone shida hiyo. Hiyo tabu hiyo. Tabu. Kwa hiyo wanatuchungulia. Fungua hawataki. Hii ni amri. Amri haibembelezi. Tukaruka, tukavunja kufuli. Wakimbilia kwenye milango wakafunga. Tukaona hakuna njia, tukavunja, tukaingia. Kwa sababu ni amri. Wao wako sasa hivi. Mke yumo. Huyo aliyekuja kuolewa baada ya kutolewa mwenye nyumba yumo. Alikuwepo sina mama mmoja ameenda hivi na watoto basi. Kwa sababu tunakaa mbali na kisheria haitaki kuwa ile compound ya nyumba yenye inatakiwa kuwa mbali. Na bahati nzuri yupo. Yeye mwenyewe yupo. Of course hayupo.
Sisi hatujamkuta mpaka dakika hii. Lakini familia lazima ijue, na wanajua, na ndio maana hawakufungua, na ndio maana walifunga. Kwa sababu wangekuwa hawajui, wangefungua watuulize, jamani ninyi wakina nani? Kina nani? Kwa ili zoezi hapa lipo kisheria kabisa. Yaani liko kisheria. Okay, sawa. Sasa tumeona umetupa kisa hivyo kuwa kwamba hii nyumba ilikuwa ni ya mama ambaye baada ya mume wake mjane, baada ya mume wake kufariki, na akaja akaijenga au akainunua hii nyumba. Baada ya hapo akawa yupo na mwanaume mwingine. Labda katika jamii husika sasa hapa unatoa wito gani kwetu sisi kama wanaume? Maana matukio haya yamekuwa ni mengi mno. Sawa. Mimi wito wangu sitoi kwa wanaume. Mimi naomba sana wanawake. Umeolewa, mume wake kafa, usipende kumpeleka mwenzi wako mpya kwenye nyumba ambayo ilitafutwa, kwa sababu hiyo hela iliyotumika kununua hapa ni ya huyo mwanaume, ilikuwa ya mirathi, akanunua hapa. Sasa usimlete mtu ambaye utatokea ujanja kama huu, akaanza visa vingi. Yani kesi ilikotoka alifoji mpaka yani ule documents za umiliki wa hii nyumba foje, lakini mahakamani ikafuta ikarudisha. Tupe document. Kwa hiyo ndio hivyo. Mbona unadanganya umma? Kwa hiyo ndio hivyo. Document ziko wapi? Mbona unadanganya? Unakuomba. Document ziko wapi? Unaongea tu. Document ziko wapi? Tuonyeshe document za hii nyumba. Tuonyeshe document za hii nyumba. Umeshaona wenyewe. Tuonyeshe document za hii nyumba, kama sio unaongea uongo tu. Wewe unaongea uongo, wewe unaongea uongo. Tuache kuwafuatilia hao. Okay, sawa. Njoo mzangu. Mimi naishi hapa. Sawa? Tuangalie pale kamera. Na miaka 7 na mke wangu. Naam. Sawa? Kabeba vitu vyote ameondoka navyo. Sawa. Alafu nikaanza maisha moja, ndio vitu vyangu hivi nimenunua, nimeingiza hapo. Lakini tuna watoto na familia, na hivi vitu vya watoto naye tumezaa naye. Unaona bwana? Tumezaa naye hapa, ni mke wangu, tumenunua nyumba naye na dokumenti nazo. Unasikia bwana? Kwa hiyo kwa kauli ambayo alisema hii ilikuwa ni nyumba ya mama, alikuwa ni mjane, baadaye hapo sio kweli. Mimi mjane, mimi si mume wake, na mtoto anaitwa Mariamu na ndoa nayo. Sio mjane. Na nyumba hii tumenunua hapa na mke wangu na watoto huyo. Ni kwa vile ni tamaa. Wewe mbona umejieleza na mimi sinajieleza? Wewe toa vitu. Kwani umekataliwa? Kwani umekataliwa? Bwana, ndugu mtazamaji wa Ropai Online TV, tuko Majengo kwa Mtei. Kama unavyojua sisi ni wanahabari wa tuna balance story. Tunasikiliza pande zote mbili. Naam. Ni mke wangu kabisa wa ndoa. Na tuna mtoto anaitwa Mariam. Amechukua vitu hapa mara ya kwanza akapeleka kwao. Mwanga. Sijui ni Mwanga, sijui ameuza. Sasa tunalumbana na mahakama hapa, amerudi amechukua document amefoji. Amefuta kabisa na correction food. Na ile tu hapa tuangalie. Lakini sasa ameenda bidanganya mahakama imekuja inajiridhisha, anasema hapa ni kwake. Jiridhisha tu simple. Simple tu anasema hapa ni kwake. Lakini hata hivi vitu anavyotoa hapa na vya mwanae viko hapa ndani. Ni mke wangu, sio mke wangu. Okay, sawa mzee wangu. Sasa hii tayari hali ishatokea. Ni maamuzi yapi sasa ambayo hamna shida. Maamuzi ni kwamba hata mahakama sawa, ni watu wanaongelea kwenye meza tu. Ni kweli. Ilipatikana. Sawa? Okay. Mahakama ni watu wanaongelea kwenye meza. Sio watu wa kujiridhisha kwamba twende tukahakikishe jambo. Kwamba kuna 1, 2, 3. Lakini mahakama kwa sababu ana pesa, akifika anatoa pesa, basi wanafanya jinsi wanavyotaka. Na hiyo yote chanzo chake kikubwa huwa ni nini labda wasema mara ya kwanza? Chanzo chake kikubwa ni mambo ya mali tu, tamaa za mali. Na alikuwa amepata wanaume wengine huko, basi akaja hapa, basi ndio vita hivyo. Anaona kwamba labda huyu jamaa tena hanifai, lakini sio kwa njia hii. Kwa hiyo anataka kila kitu cha kwake. Kila kitu ni cha kwake. Kwa hiyo ni mwanamke ambaye ni mwenye tamaa. Unaitwa Mr? Mimi naitwa Mr. Salimu Juma Kivara. Okay, sawa. Tupo na Sheikh hapa Salim Juma Kivale. Yeye ameelezea Kivala. Yeye ameelezea kwa upande wake. Kumbuka tuko Majengo kwa Mtei, mtazamaji wa Ropai Online TV, lakini pia wapo wengine ambao wanatusikiza sasa hivi kupitia 102.7 Voice FM. Tuko hapa leo vitu bado vikiendelea kuendelea kutolewa kama unavyoona. Bado tupo Majengo kwa Mtei, mtazamaji wa Ropai Online TV. Nikwambie usiache kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Tumeongea na dalali wa mahakama, tumemsikiliza, lakini pia tumeongea na Mr. Salim Juma, naye pia pale tumemsikiliza. Hapa tuko na mama yetu ambaye mahakama imetoa maamuzi yeye ndio mmiliki halali wa hii nyumba. Mama, habari? Sijambo, habari ya wewe? Salama, kwema kabisa. Kwema kabisa. Unafahamika kama mama nani? Mimi nafahamika kama Mwanaidi Jumanne Mkwizu. Unaweza kutuelezea sakata hili lilivyoanza mpaka hapa kufikia?
Sakata hili limeanza baada ya huyo bwana kuvamia nyumba yangu na kuingia hapo na kuishi hapo. Akaenda mahakamani kwamba mali zigawanywe, ambapo alitaja nyumba yangu na gari langu, ambazo mali hizo si mali zake, ni mali za mume wangu marehemu. Mimi ni mama mjane ambaye nilifiwa na mume wangu, nikapata ambaye ameniachia watoto 4. Sawa, tumezungumza naye pale, akasema yeye pia kwamba yeye ndo mumeo na umeshazaa naye, una mtoto naye. Anasema mara ya kwanza ulikuja ulitoa vitu ndani ukaondoka navyo, sasa hivi unahitaji nyumba. Ina ukweli kiasi gani? Ina ukweli kwa sababu nyumba hiyo ni udhibitisho na udhibitisho nayo ni mali ya mume wangu. Nilifanya kununua na mali za mume wangu, nilisimama kama msimamizi wa mirathi wa mali za mume wangu marehemu ambaye nimezaa naye watoto 4. Huyu bwana nimefanya kuzaa naye mtoto wa mwisho, wala hakuwa na mume wangu. Na maana ndio maana nilionyesha dokumenti zote kule mahakamani kwamba sio mume wangu, ni mzazi tu mwenzangu nimezaa naye. Lakini yeye baada yeye kunifukuza ndipo akaingiza huyo mwanamke mwingine. Alinifukuza akaingiza mwanamke mwingine kwenye nyumba yangu tangia mwaka 2019. Kesi iko mahakamani. Mimi kama mama mwenye nyumba ambaye ni mama mjane ninaishi nje kwenye kupangisha. Tuliendelea na kesi tangia mwaka 2014 mpaka 2023. Mahakama ikaamuru kwamba nikabidhiwe mali yangu kwa sababu hiyo mali si mali ya pamoja. Na yeye alidai kwamba hiyo nyumba ni mali ya pamoja. Kuanzia mahakama mwanzo mpaka mahakama rufani nikiwa ninashinda. Kwa hiyo mwaka 2024 mwaka jana mwezi wa 3 mahakama ilitupilia mbali kesi yake na kuambiwa mimi nikabidhiwe mali yangu. Tulienda mahakamani kwa kuwa kutekeleza amri ya mahakama. Akiwa anapinga, kila akiwa anapinga. Mahakama mwanzo anaweka zuio lisiokuwa na maana. Juzi tarehe mwezi uliopita Januari ndio pakatokea kwamba nyumba ikabidhiwe dalali. Aende akamtoe kwa amri ya mahakama. Kwa hiyo hapa tumesimama kwa ajili amri ya mahakama. Ndio imeamuru kwamba atoke anikabidhi mali yangu. Hiyo mali si mali ya pamoja kama alivyodai yeye. Sawa. Kwa mujibu wa tuvongea na dalali wa mahakama pale, alisema huyu bwana alifoji dokumenti zote za nyumba, lakini pia tulivozungumza naye mtu ambaye aliyekuwa mumeo, yeye pia akasema kwamba nyinyi pia mmefoji na mmefuta kabisa hizo dokumenti, zimefutwa na ile collection fluid. Ina ukweli kiasi gani? Hapana ukweli wa kusema kwamba imefutwa kwa sababu hata mahakama alisema hivyo hivyo, na mahakama iliwaonyesha dokumenti zangu zote wakazihakiki, ndio maana nilipata haki. Ya kuambiwa nyumba ni ya mtu mmoja, si mali ya pamoja. Kwa sababu aliandika mali ya pamoja ni nyumba na gari langu Noah. Kwa hiyo nilishinda vitu vyote hivyo kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi. Na gari ipo unayo? Gari wakati huo nilikuwa na mgogoro, gari hiyo sikuweza kukaa nayo, niliuza na mahakama niliwaambia kwamba niliuza gari yangu. Ndio. Mwanaidi Jumanne Mkwizu yeye akieleza kwa upande wake hali nzima ilivyokuwa, na tumeweza kumsikiza kwa uzuri kabisa. Dalali wa mahakama naye pia ameweza kuzungumza na mama naye pia ameweza kuzungumza. Hilo la kufoji hati ya nyumba ni kweli, alifoji hati ya nyumba. Wakati huo mimi sijajua kwamba ndio nani hii kanzia, kelele zikaanzia hapo kwamba kwa nini huyu baba amefoji hati ya nyumba. Mimi nilienda mahakamani na shtaka likaendelea mpaka alifungwa mwaka mmoja kwa ajili ya forgery ya nyumba hiyo ambayo anadai ni mali ya pamoja. Lakini alifoji mikataba mwaka 2018 na kuchukua mkopo benki ya Hakiba benki. Na walikuja kutoa ushahidi kwamba ni kweli huyu mtu alileta mkataba kama huu, akasema nyumba ni ya kwake na ina majina ya kwake. Akapata shutumu la kuhukumiwa mwaka mmoja jela mwaka 2020. Ndio kwa sababu, kwa hiyo ugomvi ulianzia hapo kwamba kwa nini anafoje vitu ambavyo nyumba sio ya kwake. Okay, sawa. Kwa hiyo unataka uambie watazamaji wa Ropai Online TV, lakini pia na wasikilizaji wa redio yetu kwamba hausiki na lolote kwenye hiyo nyumba na ni pesa ambayo ya kwako wewe ndio umeweza kununua hiyo nyumba, sio pesa ya kwake? Hahusiki kabisa na hiyo nyumba. Nyumba ni ya kwangu, karatasi hizo alifoji, mimi na karatasi original, na ni mali ya mume wangu marehemu ambao ni mali ya watoto wangu 4. Yeye nimezaa mtoto naye huyu wa mwisho. Huyo ni mzazi mwenzangu. Hii nyumba alifanya kuifoji. Yeye ni mfanyabiashara mkubwa tu, anataka kujizalilisha. Anaitwa Salim Juma Kivara. Anafanya biashara soko la juu, anauza mafuta. Okay, sawa. Labda unalipi na lingine la kushare na kuambia
watazamaji na Watanzania wote, yupo labda mwanamke mwenzako naye anapitia kwenye hali kama ya kwako, lakini uoga na usubutu kama wako hakuwa nao, unamwambia nini mwanamke ambaye anapitia hali kama hiyo, lakini ule uoga na ule unyonge unamfanya hasiende kudai haki yake? Mimi nawasihi wanawake wote waliofiwa na wanaume zao ambao ni wamama wajane, wasibweteke na hawa wanaume wanaokuja kwa ajili ya kudalali na kupenda sio na kufanya nini kwa ajili ya mali zile za marehemu. Wanawake wote na waomba mliofiwa, wanawake wajane, niangalieni mimi Mwanaidi Jumanne Mkwizu niliyedhulumiwa nyumba yangu kuanzia mwaka 2014 mpaka sasa hivi. Hapa kesi zilikuwa mahakamani, lakini namshukuru Mungu kwamba kesi hii nimesimama nayo miaka 4 na leo hatimaye nakabidhiwa nyumba yangu. Wanaume hawa sio wanaume wa kuishi nayo kwa machale, kwa sababu wanapoona sisi tumefiwa wanaona uchochoro wa kupitia kutudalali. Wengine wanaingia kwenye mikopo na mdanganya, namwambia leta hati ya nyumba nikope. Ukikopa unabaki huko nyumbani unagugulia, huwezi kwenda mahakamani. Simameni imara. Simameni imara. Mimi nimepata shida miaka 4 nimepanga, lakini leo nimesimama na kabidhiwa nyumba yangu. Kwa hiyo wanawake wote waliokuwa ni wamama wajane, simameni imara endapo mnaona changamoto kama hii ya kwangu niliyopitia. Na msikubali hawa wababa kuwa wanawapenda zaidi, kumbe wanapenda mali zenu. Mimi nimeliona live. Nimeteseka miaka 4 kuwa nje ya nyumba yangu. Baba huyu akaingiza mwanamke ndani ya nyumba yangu, mpaka sasa hivi hapa tunavotoa vitu yuko ndani ya nyumba yangu na mwanamke. Amezaa naye watoto 2 hapo ndani ya nyumba yake. Huyo Salim Juma Kivara. Asante sana. Huyu ni mama yetu Mwanaidi Jumanne Mkwizu, naye ameweza kuzungumza na tumemsikia kwa uzuri kabisa. Tuko hapa Majengo kwa Mtei sokoni, sakata hili ambapo linaendelea. Zoezi la kutoa vitu bado linaendelea pale, likisimamiwa na mwenyekiti pamoja na wajumbe, lakini pia yuko hapa dalali wa mahakama ambaye yeye ndio anasimamia zoezi hilo lote. Sawa mama. Sasa hivi umeolewa mamangu? Mimi sijaolewa na sitokaa niolewe kwa changamoto nilioziona za maisha. Kumbe wanaume hawa wanakutafuta kwa ajili ya kujinufaisha wao na wanawake wengine waingie ndani yao. Kwa kweli ni funzo kubwa kwamba mtu akiwa ameafiwa na mume wake ajitahidi kuangalia mali yake. Mimi sipo tayari kuolewa tena na ninabaki na familia yangu. Nimeshakuwa mtu mzima, namshukuru Mungu. Mahakama imenirudishia haki yangu. Huyu baba ni mtu ambaye ananifahamu, si kwamba ni mtu ambaye hatufahamu. Leo hii na namfahamu mume wangu marehemu. Lakini ujue wanaume walivyokuwa ni matapeli, anamjua mume wangu alikuwa anafanya biashara na alikuwa anajua anafanya biashara gani, lakini leo amekuja kusimama kwamba hii mali ni mali ya kwake, ambapo wanaume ukiangalia sio waaminifu. Huyu ni mtapeli mkubwa. Anajua maisha yangu yote. Kwamba nini leo anakuja kusema mimi nina ndoa na yeye. Sijui nini. Ni ile kuzaa na yeye. Umekaa naye miaka mingapi? Nimekaa na yeye miaka 4. Ndio sekeseke likaanza. Ndio sekeseke likaanza kwamba kumbe sio mwanaume mwaminifu. Mimi nilizaa naye, kukaa naye tu kuja kurudi, maana ana wake zake, ana mke wake mkubwa, ana mke mwingine ambaye ni mtoto wa Mberesero, alafu na huyo ambaye amemuoa sasa hivi akamuingiza kwenye nyumba yangu. Kwa maana hiyo ana wake 4. Kwa hiyo mimi siko tayari kusema kwamba hiyo nyumba ni mali yangu, si mali ya pamoja kama anavyodai yeye. Yeye anamjua mume wangu kabisa, na mume wangu akifariki anajua mume wangu amefariki. Kumbe alikuwa ananyemelea alete mapenzi ndani yangu aweze kunitapeli mali zangu. Ninasikitika sana kwamba kumbe hata mtu anayekufahamu anaweza kukufanyia kitendo kibaya. Na wewe mara ya kwanza ukuje ukajua halaba huyu sasa ni mwenzangu, tuje tutengeneze maisha. Ni kweli kabisa, nilijua kama mimi ni mwenzangu, tutengeneze maisha, na palipofikia kwamba huyu anataka kunitapeli, sikuishia kwenda tu polisi. Maana hii kesi ambayo imeshinda leo kusema kwamba anipewe nyumba yangu, sio mimi nimeshtaki. Yeye ndio alivyoona kwamba mimi nimembana kwenye kesi ya forgery, na yeye akaenda kushtaki kesi yake kwamba mimi nisimtaki, kwa hiyo tugawane nyumba. Kwa hiyo hii kesi ni yeye ameshtaki, sio mimi. Kwa hiyo baada ya yeye kuona kugundulika kwamba amefoji, akapeleka kesi mahakamani na kusema kwamba wewe haumtaki, mgawane mali. Ndio mali hiyo akasema tugawane, akataja hiyo gari yangu, akataja na hii nyumba. Mimi nilionyesha dokumenti zangu zote kwamba hapana, hii nyumba ni mali ya mume wangu marehemu, ambapo mimi ni msimamizi wa mirasi. Majina anaandika Mwanaidi Jumanne Mkwizu.
Kama ni mali za pamoja zina, kama ni kulitaka kufanya biashara ya mimi na yeye huyo miaka 4 tuliandika majina mawili ambao ndio kidhibitisho nilidhibitisha mahakamani kwamba hii miaka 4 tuliyoishi naye kuna hiki ambacho mahakama imesimama nacho kusema ndicho kitakapogawanywa. Kwa hiyo huyu ndiye aliyepeleka kesi mahakamani kusema tugawane mali, sio mimi nimemshtaki. Baada ya kuona yeye anabanwa kule kwamba amefoji mikataba na kwenda benki kuchukua mali, tunachukua milioni 25 benki ya Akiba benki Moshi hapa mjini. Kwa hiyo baada ya kupeleka kesi mambo yakawa vice versa, wewe ndio ukashinda kesi. Baada ya kupeleka kesi mahakamani, kesi ilizungumzwa mahakama ya mwanzo. Naishukuru mahakama ya mwanzo sana kuona hati zangu zote, vidhibitisho vyangu na kunipa ukweli wa haki yangu. Akakata rufaa, akaenda mahakama ya wilaya, akashindwa, akaenda mahakama mkoa, akashindwa, akaenda mahakama ya rufani, akashindwa, hatimaye kuambiwa anikabidhi kile ambacho ni cha kwangu. Mali ambayo ni ya kwangu ni gari na nyumba. Hicho alichodai, anadai vyombo vya ndani ndivyo vigawanywe kwa sababu ni vya pamoja. Na mimi sikukataa kwamba vigawanywe. Na hapo alipewa notice kuanzia mwezi wa 3 mwaka jana 2024. Akawa anaweka mapingamizi na document ninazo hapa za mapingamizi. Ikafika hatimaye ndio hiyo juzi akapewa dalali, akakabidhiwa kwenda kumtoa. Mimi kwa upendo wa kuona huyu ni mzazi mwenzangu, nilimuita. Nikamwambia, kwani unataka nini, tunagombana na hali tuna mtoto? Nilimuita, akaja, tukakaa shukurani. Nikamwambia, unataka nini? Mimi nataka unikabidhi nyumba yangu. Mimi sasa namwambia, nataka unikabidhi. So unajua ile nyumba ni ya kwangu na hati zote ni za kwangu. Akasema yeye anachotaka ni mkabidhi mtoto wake. Nikamwambia siwezi kumkabidhi mtoto wangu mmoja ambapo huyo wa kwako tumezaa naye. Hawa wengine ambao ndio wenye mali ni waache wapi? Akasema mimi ndio ninachokitaka. Nikamwambia basi kaa ufikirie, lakini mimi nasema hivi, acha mahakama ifanye kazi yake. Ndipo imefika hatimaye dalali mahakama amekabidhiwa, ndio mpaka na leo nakabidhiwa haki zangu. Nashukuru mahakama ya wilaya ya Moshi mwanzo mpaka mahakama ya rufani ya Arusha imeweza kunidhibitishia kupata haki yangu. Ikitokea na huu mswada wa Mama Samia ambao pia umetia mahakimu na majaji kwa ajili ya kutetea watu ambao wasiokuwa na uwezo. Watu wasiokuwa na wazo. Nilienda nikaomba mawazo kule kwenye wale hii wa Mama Samia. Basi wakaniambia hiyo ni haki yako, utapata. Kwa hiyo nawashukuru pia hata wao waniliongoza, wakaniambia hiyo ni haki yako, utasimama nayo, na dalali akiteuliwa simama na dalali. Okay, sawa. Hapa mwanzo ulisema kwamba ni mtu ambaye ameoa ana wake wanne sasa hivi. Huko kwa wake wengine ni kuna nyumba ambayo kawajengea, kuna mali zake ambazo zipo, anaishi nao vipi? Sababu mtu ambaye mwenye wake 4 tunaamini kwamba yuko vizuri kwenye kipato chake. Ana huko Mwanga, huyo mke wa kwanza ana nyumba Mwanga ambaye mwanamke huyo amezaa naye watoto 3. Huyo mke wa pili hajajengewa. Huyo mke wa ambaye ni mimi sasa ndio alikuwa ni watatu. Ulikuwa na nyumba yako mwenyewe. Ndio nyumba yangu mwenyewe hii. Na mimi nilikuwa namkaribisha tu kwa sababu ni mzazi mwenzangu. Ni ile huruma kusema aje asalimie, lakini kuja kusalimia. Hakuwa anakaa. Alikuwa anakuja na kusalimia hivyo tu, anaenda anarudi. Huyo mke mwingine ambaye yuko ndani mpaka sasa hivi ni mke ambaye amemwoa juzi, ila ninasikia na nyumba yake huko Shabaha kanunua. Hataki tu kwenda kuhamia, lakini anataka kungangania mali ambayo sio ya wenzake. Mali ambayo sio ya kwake. Hao wanawake wote sijajua wamejengewa wapi, lakini huyu mwingine ndio nasikia nyumba imenunuliwa huko Majengo. Nani huko Shabaha. Aya, labda utupitishe tena kidogo. Alikuwa anakuja kusalimia. Ikawaje mpaka sasa akaja akakutoa sasa wewe, akamchukua mke mwingine akamweka hapo. Kitu kilichotokea siku hiyo, ugomvi ulianza hapo, tena ilikuwa ni sikukuu kubwa. Nakumbuka mimi nilikuwa hapo nyumbani, akaenda akamleta mke wake huyo ambaye ni wa pili. Huyo ambaye ni mtoto wa Mberesero. Basi akamleta hapa nyumbani, wakawa tunawashughulika mambo ya sherehe. Lakini mimi sikukubaliana hilo swala kumleta huyo mtu hapo kwa sababu tuna ugomvi. Na yeye analetaje mke mwingine hapo? Nilienda polisi Majengo, nikawaambia polisi Majengo, wakamtumia mtu akamuondoa. Kesho yake sasa usiku huo kabla hajaondoka yule mwanamke, walianza kunifanyia fujo. Mimi nikaondoka, nikaenda kwa mwenyekiti ambaye sasa hivi ni marehemu
mama Masilamba, Mwenyezi Mungu amrehemu mama watu. Nikaenda kwake, nikabidi nipewe hifadhi ya kujihifadhi mpaka kesho. Ndio hiyo usiku sasa. Na usiku huo ndio akaja baba huyo akaingia akamleta na huyo mke wake wakahamia hapo ndani. Kesho yake nilipofika hapo nateremka hapa yuko na mke mwingine. Mama Masilamba alichonisaidia ni kuniandikia barua, nikaenda polisi Majengo. Ndipo hapo kuendelea na kesi mpaka sasa hivi. Kila akiambiwa atoke anasema sitoki. Sitoki mpaka leo, miaka 4 imefika. Leo ni miaka 5. Kweli mimi namshukuru Mama Samia kwa kile ambacho ametoa wa sheria kwa kutetea sisi wamama wanyonge, kwa sababu nilienda pale nikatumwa huko mahakamani nikaambiwa utapata haki yako. Kwa kweli walinipa matumaini. Namshukuru sana Mama Samia kwa kutuona sisi wamama tunafichika na kazi na kunyimwa haki zetu. Kwa hiyo mahakama nayo imejali kuona kwamba kuna kipindi kama hiki cha kufuatiliwa, kwa hiyo na wao wakaona wanipe haki zangu. Naishukuru sana mahakama ya mwanzo mpaka mahakama ya rufani Arusha ambao imekuja kutoa hukumu zangu Moshi. Namshukuru tena Mama Samia sana kwa na kipindi hichi wa mama tusibweteke. Ni kipindi hiki ambacho ni sikukuu ya wakina mama oye, wamama tusibweteke, wamama tusibweteke, tuwe ngangari kama Mama Samia anayeweza kuhudumia taifa nzima hili na nchi zingine zote. Kwa hiyo wanawake tujiamini, tusipoteze haki zetu. Wanawake tunaweza sana. Akiwa Mama Samia ametuongoza. Mama Samia oye, miaka 5 tena. Sasa tumezungumza na mama, tumezungumza na baba ambaye alikuwa kwenye hiyo kesi, lakini pia tulizungumza na dalali wa mahakama. Sasa hivi tupo na mwenyekiti wa serikali za mitaa, atajitambulisha naye pia atalizungumzia sakata hili kwa upande wake. Asante ndugu mtangazaji. Mimi kwa majina naitwa Joshua Zefania Ngowi, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Sokoni, kata ya Mji Mpya. Na nilihudumu miaka 5 iliyopita na wananchi waliniamini tena. Nimerudi tena kwa miaka 5 hii ya kipindi cha 24 mpaka 29. Hongera sana. Nashukuru sana. Kuhusu hili sakata la ndugu yangu Kivara na mke wake, kwa nilivyojua toka huku nyuma, nakumbuka tu kwamba niliwaona mama huyu na ndugu Kivara kwenye nyumba iliyouzwa siku za nyuma. Kwa kuwa hatujui, bahati mbaya sikuwa kiongozi wakati ule, kwa hiyo sikujua hata utaratibu wa mauziano ulikuwaje, lakini nimewaona wamekuwepo, ni wananchi wangu, wameishi pale na familia. Baadaye kidogo kulikuja tokea tatizo. Na tatizo hilo lilipelekea ndugu Kivara kushtakiwa na mwenzi wake mahakamani. Sina hakika sana, lakini inaelekea kuna documents zilizogushiwa zikachukua mkopo benki. Na aliyefanya hivyo kwa ilivyokuwa ni ndugu Kivara. Kwa hiyo baada ya kuchukua mkopo benki alinunua gari. Pamoja na kwamba walikuwa na magari mengine, mama na baba, lakini yeye akanunua gari moja zuri tu. Baada ya muda tukiwa sisi tuko kama wananchi hapa, tukaona na benki imekuja, KCB benki. Ya KCB wanatangaza kuuza nyumba ambayo tunajua ni ya watu wawili hawa. Kelele zilipigwa hapa na nini. Haikupita muda mrefu huyu mama akaondoka, akamwacha huyo bwana. Lakini kwa taarifa tulizosikia ni kwamba zile dokumenti walizonunulia nyumba, dokumenti ile inamhusu mama zaidi kuliko huyo bwana Kivara. Kama alihusika, labda alikuwa ama shahidi au kwa njia nyingine yote, sisi hatuwezi kujua. Mhusika zaidi ni mama. Kwa hiyo mama alipoondoka kwenye nyumba hii kidogo tukaja kusikia ameenda mahakamani kwa ajili ya kugushiwa hati yake ya nyumba na ikatumika kwenye kuchukua mkopo. Na kesi iliendelea huko, ikafikia hatua ya ndugu yetu Kivara kupata
kushindwa kesi ile na matokeo yake alipata kifungo. Na kumbuka kifungo hicho kilikuwa kama mwaka mmoja hivi. Nikiwa nyumbani kwangu hapa na hudumu wananchi, wakaja maofisa wa mahakama, bwana Huruma na huyu bwana Kivara, akiwa na form za mahakama zinazoelekeza kwamba huyu bwana amepewa kifungo cha nje, lakini alishakuwa magereza kwa si chini ya miezi 2-3. Kwa hiyo alipokuja kwangu, wale watu wa mahakama wakaniomba kama mwenyekiti uhakikishe huyu bwana anatumikia kifungo cha nje. Huyu bwana alikuwa anakuja saa 2, anakwenda na mwelekeza, anaenda ofisi za kata, anaenda kwenye vituo vyetu vya afya, kwenye vituo vya kwenye zahanati yetu, kwenye shule, akihudumu usafi na nini kwa masaa 4 tu kwa siku. Kwa hiyo alitumikia kile kifungo akiwa mikononi mwangu mpaka alipokimaliza, si chini ya miezi 8. Baada ya hapo basi hakukuwa na shida iliyokuwa inaendelea, kwa sababu tayari alishapata adhabu ya kugushi. Lakini baadaye ikaja kutokea kwamba mama sasa amefungua tena kesi ya nyumba yake, anaihitaji kwa sababu sio ni ya kwake yeye. Kwa hiyo kukawa kuna kesi wanaendesha mahakamani muda mrefu, lakini siku moja alikuja mama akiwa na barua imeshatoka mahakamani inasema kwamba ameshinda na ile nyumba inatakiwa akabidhiwe. Nilijitahidi nikamwona huyo bwana tena, nikamshauri mbona hii barua kama ni jambo la kuzungumza na huyu mama, mwende muelewane limalizike, kwa sababu hali hii si njema sana, na sisi hatutaki wananchi wetu wabugudhiwe, wapate shida kwa jambo ambalo wanaweza kusuluhisha. Sababu kama walishafikia na kuzaa na mtoto ni jambo wangeweza kumaliza. Lakini limeendelea. Nasikia bwana Kivara ameapili mara ya kwanza, ya pili labda, lakini hivi karibuni wiki 2 zilizopita imekuja tena court injunction kwamba wanakuja watu wa brokers kuja kukabidhiwa nyumba hii, huyu mama akabidhiwe mbele yao ili apate haki yake. Kweli leo limetokea, wamekuwa na sisi kutaka kujua nyumba ni ipi, wameingia, wamefanya walilofanya kutoa vitu vya huyu ndugu yetu. Na bahati mbaya hakuwepo, lakini alikuja akakuta hiyo hali. Amezungumza, na nadhani amezungumza hata na nyinyi waandishi wa habari. Lakini mwisho wa siku maneno yake mbele ya watu wote hapa anasema haina neno, basi sina neno, vitu vichukuliwe. Vitu vyangu vichukuliwe, vitolewe, nitaenda kuvihifadhi tu. Kwa hiyo tumeishia, kazi hiyo bado inaendelea. Hatujajua baada hapo itakuwa nini, lakini tunaamini atakuwa ameelewa, kwa sababu mambo haya kama yamepita kwenye sheria, huna njia ya kuaju juu ya kitu kama hicho. Ndio tulipofikia, na kazi inaendelea, wanamtolea vitu nje na yeye mwenyewe yupo anashuhudia. Kwa hiyo ni kweli mimi limeniumiza kama mwananchi wangu, lakini sasa mwananchi inapofikia kitu kimeenda mpaka mahakamani kikatolewa hukumu ya mahakama, sisi basi tunabaki kukubaliana na hukumu iliyotolewa. Ndio hivi ilivyokuwa. Asante sana mwenyekiti. Nashukuru sana. Huyu bwana alikuwa ni mwenyekiti wa serikali za mitaa, tukiwa huku mtaa wa Sokoni kwenye sakata hili ambalo linaendelea la mama Mwanaidi Jumanne Mkwizu, ambaye kwa muda mrefu sana akiwa akisumbuana na aliyekuwa mumewe kuhusiana na kesi ya nyumba, lakini mahakama imeamuru yeye ndio mmiliki halali wa hiyo nyumba. Na tayari tuko na brokers au madalali wa mahakama ambao wanasimamia taratibu zote za kuweza kutoa vitu ndani na mama huyu kuweza kukabidhiwa nyumba yake. Mimi naitwa Amini Steven kutokea Ropai Online TV na 102.7 Voice FM. Asante. Ropai Online TV.